Familia Leo, maisha halisi, majadiliano halisi. Ili uridhishwe na mtu alivyo, lazima umsikilize anapoongea. Kama ni binti atakuja kupachikwa mimba, hata kwambia, kwa sababu umetengeneza mazingira ya kuogopwa. Baba hataki kuita, nasikia anakuita tu kwa jina la tusi. We Ndio. nguruwe, Ndio. we nguruwe, we mjinga. Kwa hiyo sasa yametujengia mazingira ambayo tunaishi kwenye uoga ya kumzogelea baba ili umwambie baba, baba napitia shida hii, baba anapitia janga hili. Unaitwa kwa tusi. Unaitwa kwa tusi. Alikuita nguruwe na kichwa kinaenda tu hivyo na kuendelea na kuwa ni vigumu. Yaani umezaa hata nguruwe. Unaona mtoto pia anakuwa na tabia za nguruwe. Ulimtaka sio mbwa, unakutana mtoto pia anakuwa na tabia za kimbwa. Kumalaya wa kupitiliza. Mtoto wa kiume hata tulia na mke mmoja kwa sababu maneno uliyatamka. Kwanza unafanya wakuogope, alafu pia unawalaani. Tena unawalaani. Kwa nini mazungumzo ni muhimu sana katika familia? Kwa nini kuzungumza? Mwalimu, kwa nini kuzungumza ni muhimu katika familia? Mazungumzo ni muhimu sana kwenye familia kwa sababu mazungumzo yanatusaidia kwanza kuwa connected, yani kuwa pamoja. Pasipokuwa na mazungumzo hakuna kitu kinaweza kikaendelea. Angalia katika hata mikataba yoyote unaweza ukafanya ya biashara, ya mikataba yoyote ile. Yani lazima kuwe mazungumzo. Na kupitia hayo mazungumzo ndio kila kutakuwa kuafikiana, yani ngambo zote, kila mtu anaafiki kwa jinsi amesikia, kwa sababu alizungumza, aliambiwa, pia akazungumza, akaelewa, baadaye ndo akakubali. Kwa hiyo na kwenye familia kama hakuna mazungumzo inakuwa ni shida kubwa sana. Na hapo umegusia mwalimu, ni pointi nzuri umegusia. Kusema kweli mazungumzo ni kiini cha familia bora. Kabisa. Kwa sababu familia kama haina mazungumzo, communication, kama haina kuzungumza, unakuta watu wanabeba vitu vingi moyoni mwao. Watu wanabeba vitu vingi moyoni mwao kiasi kwamba mtu anaweza kafikia hata nafasi ya kujiua kwa sababu amekuwa na vitu vingi moyoni mwake, anashindwa kuvitoa. Na mtu anawezaje kutoa vitu moyoni kama hakuna nafasi kwamba anaojisikia kwamba anaweza kazungumza ndani ya familia? Unaionaje hiyo mwalimu? Ndio maana unapokuwa kiongozi wa familia lazima ujitahidi kwenye hili jambo, yani kuruhusu kila mtu kwenye familia, kumpa nafasi ya kujisikia na ule uhuru wa kuzungumza. Ndio. Kwa sababu unapofanya hivyo pia inakusaidia wewe kama vile kiongozi wa familia kuelewa kila mtu, kumjua kila mtu. Kwa sababu kupitia mazungumzo ndo unamjua mtu alivyo. Unaweza ukamwona mtu kiuhalisia nje, ukamwona tu jinsi alivyo, lakini ili uridhishwe na mtu alivyo, lazima umsikilize anapoongea. Hapo ndo utajua kwamba moyo wake, kwa sababu kuna neno linasema kwa Kifaransa, nasema kwamba kinamtokaga mtu, yani kinachomtoka mtu ndio kilicho ndani yake. Kinachomjaza moyo. Kinachomjaza moyo ndio kile kinamtoka pia. Kwa hiyo unapompa mtu fursa ya kuzungumza ndio inamsaidia. Ndio maana kama unasema kwamba watu wengi hapo wanajikutana wanajiua, wengine wanakutana tu wako kwenye hali ya stress kwa sababu hawana hiyo fursa ya kuzungumza. Hana mtu ambaye anaweza kuzungumza naye. Kwa hiyo kuzungumza pia inasaidia ile mtu na hata kwenye Biblia kitabu cha Isaya nasema haya, njoeni na tusemezane. Kwa ina maana hata Mungu mwenyewe anatambua umuhimu wa mtu kuzungumza. Unatakiwa kuachia ulicho nacho moyo. Lakini sasa familia zetu leo hii unaangalia, kwa sababu tunazungumzia kuhusiana na familia za leo, unakuta kabisa nyumbani baba, kama si ulivyosema, kiongozi wa familia anashindwa kutengeneza mazingira ya mtu kujisikia uhuru kuzungumza. Unafikiri hiyo ina athari gani kwa familia? Ndio, kama tuanze tuseme kwanza kitu kimoja kuhusu mazungumzo. Tunaposema mazungumzo, yani kuna maneno. Ndio, kuna maneno. Na ndio maana unakutana Mungu kajiita mwenyewe neno. Kwa sababu alijua umuhimu wa neno. Ndio. Unaona katika kitabu cha Mwanzo unakutana anasema kwamba Mungu
alipoanza kuumba alisema na hii ikiwe, yani alitumia maneno. Ndio, yani kuna umuhimu wa maneno. Ndio maana kwamba fursa ya kumpa mtu kuzungumza inakusaidia wewe kama kiongozi, wewe kama mkuu wa familia, wewe kama baba, wewe kama mama, ili kuwe ule uhusiano wa kuelewana na kuafikiana. Kwa hiyo tunakuja kugundua kwamba katika kufungua sehemu kufungua nafasi ya kuzungumza katika familia kwanza inajenga urafiki. Inajenga urafiki wa karibu. Inajenga urafiki, lakini pia inajenga kuaminiana. Kwamba kuna kile kitu kinaitwa transparency. Yaani kuna ule uwazi kwamba jambo inatokea ndani ya familia unakuta watu wanalijenga. Kwa katika mazungumzo inajenga. Mazungumzo inaleta urafiki. Mazungumzo inaleta uaminifu. Mazungumzo inaleta hata uhai, hata uhusiano pia. Kwa sababu unapozungumza na mtu jambo ambalo lilikuwa linakuumiza moyoni, ina maana unajenga uhai ndani yako, unakuwa released. Ukienda kwa hao matherapist wanakwambia ongea. Ili wakusikilize pia, wajue shauri gani wanaweza wakakupa, na tiba gani unahitaji. Ndio wanakwambia zungumza. Na muda mwingine wanakwambia ukitaka kulia wanakwambia lia. Kwa hiyo ina maana hichi ni kitu ambacho tunatakiwa tukipate ndani ya familia zetu. Tunatakiwa tukipate ndani ya familia zetu. Lakini sasa hivi watu wanakuwa mbali. Unakuta baba haelewani na mama. Mama haelewani na watoto. Watoto wanakuwa wanajigawa sasa. Mwalimu, watu wanakuwa na watu pendwa. Watu pendwa kwenye familia zao. Ukimuuliza mtoto leo wa miaka 20, miaka 15, ukimuuliza wewe mtu wako pendwa ndani ya familia ni nani? Ataanza kukutajia. Akati hiyo ni shida. Hiyo ni tatizo, kwa sababu ilitakiwa familia watu wote wawe pendwa. Na hicho inatokana pia na, unajua pia mtoto anapokuwa anakuwa kadiri ya mazingira ambayo ameyakutana yako kwenye familia ambayo yamejengwa. Akija akikutana kwamba ni kwenye familia ni mama tu ndo anampa fursa hiyo ya kuongea. Yani atajisikia huru sana kuwa na mama kuliko kuwa na baba. Kwa mtu unatengeneza huo mgawanyiko katikati hapo. Ndio maana yani lazima tu ujitahidi kwamba wape watoto kwenye familia kuanzia wakiwa wadogo, wape hiyo fursa ya kujua kwamba wako na huo mlango kabisa kwako wa kuzungumza, wazungumze. Kwa sababu kuna mambo yanawakabili, kuna mambo wanakutana nayo, na usipowasikiliza, usipowapa hiyo fursa ya wao kuzungumza, itakuwa ni vigumu sana kwako wewe mzazi kujua kwamba hawa watoto wanahitaji hiki na hiki na hiki. Na hapo wazazi ni walimu bora kwa watoto. Kwa sababu wewe kama mzazi ukishindwa kuelewana na mzazi mwenzio, ukishindwa kufungua platform ambayo mzazi mwenzio anaweza akajisikia uhuru wa kuzungumza na wewe kama kuna kitu ambacho kinamsibu, usifikiri kwamba watoto wanaweza akaja na wenyewe wakawa na nafasi ya kufunguka kwako wewe baba au mama. Na hili ni tatizo ambalo watu wanakuwa hawalioni. Akati inaumiza familia. Kwa kuna nafasi ambayo tunatakiwa tutengeneze nafasi ya kuzungumza na familia nzima. Tusiweke matabaka kwamba mimi ni mtoto pendwa wa baba au mimi ni mtoto pendwa wa mama. Ile inasababisha kwamba siwezi nikazungumza kitu na mwanangu mpaka apitie kwa mama yake. Na hiyo inakuwa ni shida kubwa sana mwalimu. Hasa hiyo ni tatizo kubwa ambao tumekuwa nao kwenye familia zetu za Kiafrika. Yaani unakutana kwamba watoto hata kujieleza kwa baba ni lazima tu wapitie kwa mama. Kwa hiyo baba hajawapa hiyo nafasi ya wao kumzogelea. Yaani ili wajue, wamwambie baba tuna tatizo hili. Baba kuna haya na haya. Kwa hiyo kuna mazingira moja tu wazazi wetu Afrika wamejenga tu kwamba watoto lazima wamzoee tu mama. Ama mama tu ndo anatakiwa azungumze na watoto. Yaani baba ana intervene tu pale ambao kuna tatizo.
Na hilo ni tatizo. Hiyo ni shida. Yaani kwenye kuna tatizo tu ndo baba sasa anaonekana kwamba baba ndo anatakiwa aingie sasa hapa ili atatue hii. Japokuwa hauko tu kwenye familia kama baba kutatua mizozo kwenye familia. Upo kwenye familia ili kujenga uhusiano bora wa familia, misingi mizuri ya familia. Na hiyo kujenga hiyo misingi pia inatokana na njisi kwa mazungumzo. Ndio. Uhuru wa mazungumzo. Ndio unakutana kama ndugu zetu huku Marekani. Yaani unakutana kwamba mtoto ana ule uhuru kabisa. Kuna ile transparency kabisa ndani yao. Ndio. Ndio, sio tuweze tukasema kwamba kuna yani kwa kila jambo kuna ubaya wake na kuna uzuri wake. Ile nafasi ya kumsogeza mtoto na hiyo ndio unazungumzia. Ni nafasi ya kumsogeza huyo mtoto ili wajue jinsi ya kumuongoza. Kwa sababu wanapomsikia ni mtoto anaweza kuja kwa sababu ana ule uhuru, anazungumza neno kama mzazi unalisikia unasema mwanangu hapana, hii sio. Ndio. Maisha ni hivi na hivi, unatakiwa uende hivi na hivi na hivi. Kwa sababu umemtangulia, wewe ni mzazi wake. Lakini sasa kama umpe hiyo fursa ya kuzungumza, ndio maana unakutana watoto wengi sasa hivyo. Anaenda nje kuchukua ushauri mwingine nje ambao unakutana au msaidie. Na unakuta kwenye hali hiyo hiyo, asante sana. Kwenye hali hiyo hiyo unakuta ndio maana kwa sababu watoto wakienda nje wanajifunza. Kwa sababu wanakutana na watu tofauti. Wakienda shule wanajifunza. Wakienda yani kila mtu yeyote tuzungumzie in general. Mtu yeyote akienda nje anakuwa anapata mafunzo tofauti. Lakini sasa akirudi nyumbani, akijua nyumbani yale aliyojifunza nje, anasema hata akishare na mtu yeyote ndani hakuna ambaye atakayemuelewa. Mwalimu, hiyo ni tatizo. Kwa hivyo kuna nafasi kubwa ya kufungua nafasi ndani ya familia. Muhimu sana. Sehemu ya kuzungumza. Muhimu mno. Muhimu kabisa, yani ni muhimu sana. Kila mtu amezaliwa ni mwema. Lakini kitu kinachobadilisha ni mazingira, ni dunia. Ila unapokuja tu duniani, mazingira yanaanza kubadilisha. Yani kila kwenye familia, kila mtoto anakuja kwenye familia, ama kila mtu anakuja kwenye familia yuko mwema. Lakini sasa ni kupitia hiyo hali ambayo umejenga kwenye familia ndio inaanza kubadilisha na badilisha. Ndio maana unakuta vifo ni vingi. Ndani ya familia unakuta mtu amejitupa. Mtu ametoka ndani, amesafiri bila kuambia wazazi. Au unakuta mzazi mmoja au mama au baba ametoka tu anaenda. Kwa sababu gani? Umelimbikiza vitu ndani ya moyo. Hakuna sehemu ya kuvitoa. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, kuna nafasi kubwa sana ya kujenga amani, urafiki, uaminifu ndani ya familia yako. Ndani ya familia yako ukitengeneza nafasi ya mtu kujisikia huru kuzungumza kile ambacho anacho moyoni mwake. Mazungumzo ni muhimu sana mwalimu. Muhimu kabisa. Muhimu sana kwa sababu ni kupitia mazungumzo ndo yanaleta, kama tulivyotangulia kusema, ndo yanaleta uhusiano. Ndo yanaleta uaminifu. Ndo yanaleta uhafiki. Yani kuhafikiana. Kwa sababu hakuna kitu ukifanya kitu chochote bila kuzungumza, bila kueleza wengine. Kwa mfano tuseme wewe ni baba, unaamka tu asubuhi unasema kwamba unaenda unauza nyumba ama mna shamba, unauza shamba. Utao wengine na pressure. Unaoa wengine na pressure kwa sababu haukuongea nao. Hawajui, wanashtukia tu kwamba shamba fulani imeuzwa. Ishauzwa kweli. Inakuwa ni shida. Ndio. Ama kila jambo lolote unaweza ukafanya. Ndio kuna yale ambao ni surprise, lakini siwe surprise mbaya, una surprise watu katika mambo unajua kwamba haya yatawasumbua. Ndio maana hata kuanzia kwenye uchumba. Hata kuanzia kwenye uchumba ukiwa na mtu ambaye ni mchumba lakini hana muda na wewe wa kuzungumza na wewe, inakuwa ni shida. Mnapangaje maisha? Mnaelewanaje? Mnafahamianaje? Mnajuanaje? Ndio. Sababu hayo ndo yanaleta uhusiano wa karibu. Ndio. Mimi nina mfano huo kwa sababu kwa mfano mtu ambao si ambao tumewahi kuwa na mapenzi ya mbali. Una mpenzi ambaye yuko mbali. Ndio. Yaani unaona tu kwamba ili ujenge ile ukaribu lazima kuwe mazungumzo tu. Ndio. Utafanyaje? Ni mazungumzo. Ndio. Na hiyo hata kama masaa yanatofautiana, lakini unajitahidi tu kuenda kwa saa zake na anajitahidi kuenda kwa saa zako ili mjenge uhusiano. Mazungumzo. Na unakutana mnaenda tu vizuri, yani unafikia tu mahali unakuwa unajisikia tu kwamba mko pamoja. Sababu ya nini? Mazungumzo. Ndio. Kwa hiyo ina maana unaweza ukamudu hata relationship ya mbali kupitia mazungumzo tu.
Mazungumzo ni muhimu sana, ni muhimu. Na kuna pointi ambayo nilikuwa nimeiandika hapa, ni jinsi gani mtu anaweza akafungua nafasi ya mtu kujiachia kile alicho nacho moyoni. Unajua, kama vile nilitangulia kusema, nikasema kwamba kilichopo ndani ya mtu ndicho kimtokacho. Ndio. Yani jinsi yoyote tu unaweza ukatengeneza mazingira ambayo itafanya kwamba mahusiano na watu ama mazungumzo na watu yawe mazuri. Ni namna yako tu, kwamba kwanza ondoa roho ya umimi. Sawa, ndio. Ondoa kwanza hiyo roho ya umimi. Ndio. Ndio maana Biblia inasema kwamba ukitaka kuwa mkubwa, jifanye kwanza kuwa mdogo. Ndio. Kwa sababu unapojifanya mdogo, wale ambao ni wadogo ndio watajisikia nao wana nafasi. Na Paulo alijiweka kwa nafasi hiyo. Watajisikia pia nao wana nafasi. Ndio. Lakini ukitaka kuenda kwa wadogo, unajifanya kuwa wewe ni mkubwa zaidi, hautapata nafasi kwao. Ndio. Maana kwanza jishushe. Hata kama wewe ni baba, wewe ni mume, jishushe kwanza. Ndio. Usiwe tu kwamba kujua tu kwamba sababu mimi ni mume ndo nina neno la mwisho hapa. No. Ndio. Hapana. Sababu wewe ni mwanadamu pia. Sio kwamba wewe ndo una akili zaidi, wao wengine wana zaidi, kwa sababu duniani tumeumbwa kwa ajili ya kujazana. Kwa hiyo namna njisi ya kutengeneza tu mazingira hayo ni wewe kwanza kushuka. Kwa hiyo kwanza namba moja ni kujishusha. Usijifanye wewe ni matawi ya juu. Ama unajua sana. Ndio. Kwa sababu kiongozi siku zote ndio unaweza ukacheza kuwa kama kiongozi, lakini pia wewe ni kiongozi kwa kila kitu. Ina maana mtu anaweza akajifunza kitu kutokana na tabia zako, jinsi unavyowaongoza. Unaweza ukawafunza watu unyenyekevu ndani ya familia, huku ukianzia wewe. Licha ya kwamba wewe ni mkubwa kwao, lakini ule unyenyekevu ukawafunza kutokana na jinsi unavyotenda. Kujishusha. Namba moja. Kwa hiyo ina maana kuna nafasi kubwa ambayo unyenyekevu unafaa katika familia. Jinsi gani ya kufungua platform ya watu kuzungumza unyenyekevu unafaa. Unajua familia ni kama vile, ni kama nchi. Ndio. Na ndio maana wanasema kwamba kuchagua kwanza kiongozi lazima uangalie kwanza jinsi nyumba yake ilivyo. Ndio. Kwa sababu hapo ndo msingi yani. Ni kama vile unakutana, unaweza wewe ni rais wa nchi. Kama wewe ni kama rais, tuseme kama vile wewe baba wa familia. Lakini pia kuna mawaziri. Huyu ni waziri wa kilimo. Sio kwamba wewe unajua kilimo. Hata kama wewe ndo rais, haujui kilimo, haujui uvuvi, haujui udaktari. Lazima kuwe wale wataalamu ambao ni watoto, ambao ni mke, ambao nao wako wana ujuzi. Lazima uelewe kwamba kuna kitu ambacho wanaweza wewe huwezi ukakiweza. Elewa kwanza hivyo. Amina. Kwa hiyo ukielewa hivyo inakusaidia sana kupeleka familia mbele. Na hiyo ni roho ya unyenyekevu ambayo inaweza ya kusukuma kuachilia nafasi hiyo. Ukinyenyekea wewe kama baba, wewe kama kiongozi, wewe kama mtu mkubwa ndani ya familia, ukitembea au ukiongoza familia yako na roho ya unyenyekevu, unaweza ukafunza au ukafungua mlango ya watu kuzungumza shida au kuzungumza mambo yanayowasibu ndani ya mioyo yao bila hata wewe kujua. Kutumia nafasi ya unyenyekevu kwa kuongoza nyumba yako vizuri. Na kwa kila mmoja aliyoko ndani ya familia, unyenyekevu unafaa. Kabisa. Ukitaka kujua siri ya mtu mwingine, ni lazima uwe mnyenyekevu. Alafu upate nafasi hata ya kwenda kumuuliza ndugu yako, ni nini mbona kuona hauko sawa? Ile peke yake inaweza ikaanzisha mambo mengine ambayo wewe hata ukuwahi kuyafahamu. Kwa ukinyenyekea, unaweza ukafungua mlango wa kujua jambo linaloendelea ndani ya moyo wa mwenzio. Unapokuwa baba wa familia, jitahidi sana kujenga urafiki na watu wa familia yako. Jenga urafiki hasa kwanza kwa mkeo, kwa sababu duniani hakuna mtu ambaye ni rafiki yako wa kwanza hapa duniani kama mkeo. Kama mke, ndio. Lazima ujitahidi kwanza, jenga uhusiano, urafiki, yani urafiki kabisa. Kwa wazazi in general, lazima wawe marafiki. Yani wawe marafiki zako. Hapo ndo kila mtu atakuwa na huo uhuru wa kujieleza. Ndio. Na hata ripoti utakuwa nazipata.
Mwalimu, hilo neno kubwa sana. Hata ripoti utakuwa unazipata yani. Ndio. Na ukiwa hivyo kwa kweli utakutana kwamba kila kitu kinaenda rahisi sana, rahisi sana. Jenga urafiki wa karibu ya familia yako. Ukianzia wewe kama mke, mme wako, na wewe kama mme, mke wako. Urafiki wa dhati. Wow. Hiyo ni namna ya kuanza au kufungua au kujenga platform ya kuzungumza ndani ya familia. Jambo la pili, jenga urafiki. Lazima uwe rafiki wa mke wako, na wewe mke lazima uwe rafiki wa mmeo. Alafu huo urafiki huo mnautawanya sasa kwa ndugu mnaoishi nao ndani ya nyumba. Unaweza pia ukaharibu nafasi ya mazungumzo kwa kuto kusikilizana. Kuto kusikilizana. Zaidi dunia ya leo, watu ni ngumu sana kusikilizana. Wakati kusikiliza inaleta maelewano. Kujenga mazungumzo au kujenga nafasi ya mazungumzo, inapaswa utumie tools. Na hizi tools mojawapo ni kusikiliza. Kusikiliza inafungamanishwa na mambo mengi sana. Kusikiliza kwanza inakupa nafasi ya kusikia kitu ambacho kinachokuja upande wako na kuelewa. Alafu pia uelewa. Biblia inasema tuwe wepesi wa kusikia na sio wepesi wa kuongea. Ina maana unaposikiliza kwanza unampatia yule anayekuja kuzungumza na wewe kuona kwamba umemthamini. Alafu pia pahali ya kujibu haraka unatathmini alichokizungumza, alafu unamshauri kwa kitu ambacho umeelewa. Sasa hapa pa kusikilizana hapa, nyumba nyingi zinabomoka kwa sababu ya kuto kusikilizana. Na uelewa hauwezi ukaja kama kwanza kusikiliza hakujaja. Kwa sababu kasema tuelewane. Tuelewane vipi kati sijakupa nafasi ya kusikiliza? Kusikiliza inakuwa ni shida sana. Unajua tatizo ambalo liko sasa hivi ni kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye ndoa sasa. Ndoa zimekuwa kama ni nafasi ya upinzani. Yaani kila mtu anataka aonekane kwamba ndo yuko zaidi ya mwingine. Kwa hiyo tumetoka kwenye malengo yani. Tumetoka kwenye mstari yani, kwenye njia sahihi ya ndoa. Kila mtu ametoka kwenye nafasi yake. Ndio maana unakutana kwamba hata kumsikiliza mwingine akiongea unaona tu kwamba haina maana. Kwa sababu kila mtu kuna mazingira yenye kama niseme ni shetani tu ameyajenga ndani ya watu sasa hivi kwenye ndoa. Kila mtu amesahau nafasi yake. Unajua kila mtu anapojua nafasi yake, hiyo ndio inasaidia pia hata kwenye mazungumzo. Unapojua kwamba mimi ndo baba wa hii familia, na wewe mama unapojua kwamba mimi ndo mama wa hii familia, huyu ndo mume wa hii familia, huyu ndo mke wa hii familia, huyu ndo mume wangu, huyu ndo mke wangu, nafasi yangu ni ipi? Inasaidia sana. Ndio maana unakutana kwenye mnapozungumza, mnapoanza tu mazungumzo yoyote, kila mtu anajua nafasi yake. Kwa hiyo ni rahisi sana kukubali, yani kusikiliza. Lakini kila mtu asipojua nafasi yake yani, huo mume unataka ujitie nafasi ya mke, mke naye anataka ajitie nafasi yako wewe mume. Ndio unakutana ukianza kuongea tu, hiyo spirit inaingia. Unakutana sasa mnavurugana tu amuelewane. Na ndio shida leo inapelekea watu tu wanaachana vitu vya ovyo tu kabisa, ovyo tu hiyo tu kushindwa tu kujiweka kwa kila mtu kukaa kwa nafasi yake. Na ndio maana kusema kweli kitabu cha Yakobo 1:19 ni kitabu ambacho kinafaa sana kwenye familia. Ndugu yangu, nitakushauri kitabu hichi uwe unakisoma angalau hata hii vesi tu ya 19 1:19 kitabu cha Yakobo kitakusaidia angalau kuelewa kwamba huwezi ukasema mme wangu mbona unielewi, au mke wangu mbona haunielewi, au wanangu mbona hawanielewi, akati bado haujaruhusu nafasi ya kusikiliza. Lazima kwanza usikilize. Na hii ambayo mwalimu amegusia hapa,
kwamba watu wamejisahau au familia zimejisahau kujua kwamba okay, mimi ni baba na au huyu ni mke na hawa ni watoto. Alafu katika hizi tabaka tatu kuna jinsi ya level ya kusikilizana. Kuna nafasi ya baba, kuna nafasi ya mama na kuna nafasi ya watoto. Kwa ina maana wewe baba unatakiwa ufungue nafasi ya kumsikiliza mke wako, lakini pia wewe mke wako unatakiwa ufungue nafasi ya kumsikiliza mmeo, alafu pia ninyi wawili mnatakiwa mfungue nafasi ya kusikiliza watoto. Na ndiposa watoto watapata nafasi ya kuwasikilizeni. Ni kweli. Kwa sababu mtoto hawezi akafungua nafasi ya kusikiliza mzazi kama mzazi mwenyewe hajafungua nafasi ya kumsikiliza mtoto. Kwa sababu kumbuka, wewe ndo mwalimu, wewe ndo kioo cha mbele. Kwa watoto wanakufuata wewe. Na kitu kingine tuko kwenye swala la kusema kwamba kwa nini inakuwa ni shida sana kwenye familia, watu wanashindwa kuelewana. Unaweza kukutana kwamba wewe ni baba lakini unakuwa unajilaumu kila mara kwamba mbona mimi ni kama watu wani. Je, lakini wewe mwenyewe unachunguza maneno yako yanayotoka kinywani mwako? Sawa. Ndio. Ama wewe ni mama, mbona mimi kila mara nikiongea na mume wangu hanisikii? Je, kweli huo unachunguza maneno yako wakati unakuja kuongea naye? Ndio. Unaona? Angalia, change kwanza, jitafakari. Unajua unapojitafakari pia unaangalia, je, maneno ninapokujaga na mume wangu nataka tuongee na wewe. Huwa namjia kwa hekima. Unahitaji hiyo hoja. Namjiaga kwa hekima. Namjia kwa heshima. Ndio. Wewe mume pia. Ndio. Kwa nini nikitaka kuongea na mke wangu hataki kunielewa? Je, unamjiaga kwa heshima? Ndio. Unamjiaga kwa hekima? Na hapo ni pagumu sana. Ndio maana ukutana hata Biblia inasema kwenye Petro wa kwanza sura 3 na mstari wa 9 wa 10 inasema kwamba ukitaka kuona siku njema lazima kwanza ujue kuzuia ulimi wako. Yes. Ndio. Usinene hila. Ndio. Ulimi wako usinene mabaya. Kwa sababu kwenye ulimi ulimi una nguvu sana. Ndio. Ulimi una nguvu sana. Kwa hiyo una nguvu ya ulimi una nguvu ya kubariki, pia una nguvu ya kulaani. Ndio. Unaona? Kwa hiyo lazima kwanza unapomjia mtu kutengeneza nafasi nzuri ya mazungumzo, tumia kwanza lugha ambayo ni nzuri. Ndio. Ndugu yangu mpendwa, ukitaka kusikilizwa lazima uchunguze jinsi gani unavyo present hoja yako. Ni muhimu sana. Angalia jinsi gani hata watoto wengine ukiwaendea kwa kuwafokea wanaogopa. Wewe unaweza kufikiri ni kiburi, kumbe wanaogopa. Mwisho wa siku kama ni binti atakuja kupachikwa mimba hata kuambia, kwa sababu umetengeneza mazingira ya kuogopwa. Unajua kuna watu ambao wengi wanatufuata hapa ni familia za Kiafrika zaidi. Unajua kuna yale, nafikiri wengi wana mifano jinsi tumekuwa kwenye familia. Unakutana tu, yani baba hata kukuita, unasikia anakuita tu ni kwa jina la tusi. We nguruwe. Ndio. We nguruwe. We mjinga. Unaona? Kwa hiyo sasa yametujengia mazingira ambayo tunaishi kwenye uoga ya kumzogelea baba ili umwambie baba napitia shida hii. Baba anapitia janga hili. Unaitwa kwa tusi. Nguruwe. Sijui pumbavu. Sasa ina maana unamchanganya Mungu. Kwa Mungu akujua kama yeye aliumba mwanadamu, unamuita mwanadamu nguruwe. Na kibasa ya hayo, unajua kwamba wazazi wetu hawajua. Unajua mzazi, unapokuwa mzazi, vile lazima kwamba mzazi ni Mungu wetu hapa duniani. Kwa hiyo nafasi ni Mungu kwanza mbinguni, kisha hapa duniani tuna wazazi. Ndio. Kwa hiyo kupitia hayo maneno pia mengi yametuumba. Alikuita nguruwe na kichwa kinaenda tu hivyo, unakutana kuendelea na kuwa ni vigumu. Kwa hiyo kuzuia, maneno lazima tuchunguze maneno yetu ni muhimu sana. Maneno acha kabisa, unaita watoto kwenye matusi, maneno ya matusi, we nguruwe, we sijue nini, we nini. Kwanza unafanya wakuogope, alafu pia unawalaani tena unawalaani. Yaani umezaa hata nguruwe. Umemuita nguruwe. Unaona mtoto pia anakuwa na tabia za nguruwe. Ulimuitaga sijui mbwa, unakutana mtoto pia anakuwa na tabia za kiumbwa. Umalaya kupitiliza.
Mtoto wa kiume hata tulia na mwanamke mmoja kwa sababu maneno uliyatamka. Wazazi wetu wengi wametulaani kabisa kwenye maneno hayo ya kuzungumza ovyo ovyo tu hivyo bila, lakini sio nifahamu, hawakufahamu. Unavunja platform ya mazungumzo kwa sababu ya maneno yako. Kitu kingine ambacho kinavunja nafasi ya kutokuachia sehemu ya kusikilizwa au kueleweka ni hasira. Hasira. Huwezi ukamsikiliza mwenzio au huwezi ukamwelewa mwenzio kama wewe kila kidogo tu hasira inawaka. Kila kidogo tu hasira inawaka. Hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Sasa kwa nini uruhusu hasira? Kwa nini uruhusu hasira ijae nyumbani mwako kiasi kwamba hata mtoto akichelewa shuleni unampokea na fimbo bila hata kumsikiliza kwamba au hata kumuuliza? Na pia kuna kitu kingine ambacho kinafanya kwamba hata watu unaokaa nao wanakuwa na ule ugumu sana wa kuwa na uwazi wa kuongea na wewe unapokuwa mtu wa hasira. Ndio. Una hasira na pia wewe ni mtu wa kuweka maneno ndani. Hutaki, wewe si mtu wa kuachia. Wewe sio mtu wa kuachia. Kwa hiyo watu wanafikia mahali ambapo wanaanza kuwa na kuogopa kwa sababu wanajua nikimwambia hiki huenda hata kuliko tushauriane katika hili huenda atalichukua. Unajenga hofu ndani ya watu. Pia kuna kitu kingine ambacho wanandoa sana huwa wanakoseaga sana zaidi kwenye mazungumzo. Ni pale kwenye unakutana, kwa mfano leo tumezozana, kwa sababu lazima mizozo hiyo haikosage kwenye familia. Tumezozana leo, baada yanaisha, tunaombana msamaha tena kama ndugu, kama rafiki, kama mume na mke, tusameane, tumeanza upya. Tena ikifikia mwaka ujao ama mwezi ujao tena tumefarakana kwa jambo fulani tena ndogo, unaleta tena yale maneno ambayo tulikuwa tumeyazungumza. Na hilo ni tatizo kubwa sana kwenye familia leo. Kwanza unakumbuka, kwa hiyo unakuwa unachunga data. Kwa hiyo inafanya watu wanakuwa na huyo mtu hata anakuwa na umbali na wewe wa kuongea na wewe, kwa sababu anajua kwamba ninapoongea na huyo mtu faili zangu anazo huyu. Anazo. Inakuwa ni shida. Kwa hiyo lazima kujua kuachia. Tulizozana tukaongea, achia hayo mambo. Na hata kama haujaachia, jaribu kutokuleta yale mambo kwenye mazungumzo yajayo. Inampa mtu, yani unapoyaleta yanamzuia mtu hata ongeaga tena jambo na wewe. Sana sana hilo ni neno ambalo limepiga sana wanaume kwenye familia, kwa sababu unajua wanawake wao hawasahau kama sisi. Hizo wanaume, yani unaweza ukafanya jambo leo kesho lilishapita, kwa sababu si watu wekaji, lakini wao wanaweka data kabisa, yani dito zote anazo. Yani wewe unafika mahali mnazozana tena, nakwambia unakumbuka tena mwezi fulani ulifanyaga hivi na hivi. Sasa unakutana wanaume kama wanaume wengi, unakutana inakuwa ni ngumu sana, unaanza kuogopa, hawezi tena kuwa naongea. Ndugu yangu mpendwa, tupo katika nafasi ile ya jinsi gani ya kujenga kutengeneza mazingira ya kuzungumza ndani ya familia. Kwa hivyo kama isi mwalimu amesema, jaribu ukisamehe, hata kama jambo linatokea tena, usialete tena yale yaliyopita kwenye mazungumzo ambayo mlionayo kwa muda huo, kwa sababu unapofanya hivyo unajenga uoga ndani ya yule mtu au mtoto au mume wako au mke wako. Unatengeneza yale mazingira ya uoga kwamba muda mwingine jambo likitokea, hata kama mkikuwa na mazungumzo, hawezi akajaribu tena kukuambia. Ukatengeneza tayari ile nafasi ya kusema, huyu hata nikimwambia anaweza kanisamehe, lakini pia anaweza kanirudisha kwenye ile swala. Kwa ukitaka kutengeneza mazingira au kufungua mlango wa mazungumzo ndani ya nyumba yako, jaribu kusamehe, lakini pia umwombe Roho Mtakatifu akusaidie usio unarudia tena yale ambayo yaliyotokea nyuma au yale ambayo mwenzio alipitia nyuma kwa kumshitakia tena kama msumari. Acha kuleta mazungumzo yaliyopita kwenye mazungumzo yaliyo hasa kama sio mazungumzo ambayo alikuwa ya kujenga huko nyuma, achana nayo.
Leta yale ya kujenga, lakini usilete yale ambayo hayakuwa ya kujenga. Ndio. Ni mazingira gani ambayo unaweza ukaengage conversation? Au ni sehemu gani ambayo unaweza ukaanzisha mazungumzo na mwenzio? Mazungumzo yanatofautiana. Kuna mazungumzo ambayo yanatakiwa yazungumziwe faragha, na jinsi gani ya kuyatoa. Kwanza lazima ujue kutengeneza mazingira mazuri ili maneno ambayo utakayoyaongea yapate nafasi. Ndio. Kwa mfano, unafika nyumbani unamkutana mama yuko kwenye hali ya stress. Ndio. Na uko na neno la maana la ambalo unataka uzungumze naye. Hapo sio muda wa kwanza kuzungumza naye maneno hayo. Hata kuelewa. Ndio. Kwa sababu hali alionayo kwa sasa hairuhusu akuelewe. Unaona? Lazima kujua kuangalia mazingira, yani kutengeneza mazingira mazuri ya kuongea. Sio kila wakati unatakiwa uongee. Sio mtu kwa mfano ufike nyumbani mama yuko jikoni anasonga ugali, ndio anze kumwambia mke wangu, unajua kuna mipango hii tunatakiwa tupange, unajua natakiwa tufanye business hii. Hata kuelewa. Ukimkuta jikoni, leta maswala ya jiko. Hii ni muhimu sana. Kutengeneza mazingira ya mazungumzo. Kabla haujazungumza, angalia nafasi ambayo mpo. Kunafaa wewe kuanzisha mazungumzo hayo au kunafaa wewe kutokuzungumza? Ni jambo la muhimu sana. Mwalimu amesema kwamba huwezi ukaleta mazungumzo ya biashara jikoni. Mke wako anapika, anatengeneza ugali, unamletea mazungumzo ya biashara. Of course utamkata mudi na pengine labda hata kuelewa. Na pengine jibu ambalo atakalolitoa halitakuwa la kujenga. Mwisho wa siku utasema huyu mwanamke gani, mbona hana akili? Hapana. Hanisikilizaji? Hapana. Ni sehemu ambayo uliotoa lile hoja lilikuwa, mazingira yalikuwa hayaendani na hoja hilo. Jambo la muhimu sana. Mungu akubariki sana ndugu yetu mtazamaji. Kama jinsi tulivyosema, hii ni sehemu ambako tunazungumza mambo kiubayana kabisa. Amen. Chukua nafasi hii, kipindi hichi kitusaidie jinsi gani ya kufungua milango ya mazungumzo ndani ya nyumba zetu, kwa sababu tunajua tunapozungumza, tunajua jinsi gani ya kutatua jambo, au tunajua jinsi gani ya kujiendeleza kimaisha kupitia conversations ambazo tunazozifanya ndani ya familia zetu. Lakini pia tusisahau kwamba kitabu cha Yakobo 1:19 inasema tusiwe wepesi wa kuzungumza, tusiwe wepesi wa hasira, ila tuwe wepesi wa kusikiliza, lakini pia wapole wa kuongea. Amen. Ili kwamba itusaidie. Hii lazima iwe ni GPS, iwe ni GPS ya familia zetu, kwamba itusaidie jinsi gani ya kumsikiliza kila mmoja, na jinsi gani ya kupokea, na jinsi gani ya kujibu, kwa sababu neno la Mungu linasema pia jibu la upole utuliza hasira. Kwa hivyo unaweza ukatoa jibu ambayo inajenga ndugu yako, ambayo inamfungua ndugu yako, kwa sababu umempa nafasi ya kumsikiliza. Barikiwe sana. Na karibu tena kwenye kipindi kingine kijacho hapo. Amina. Utabarikiwa.